salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu twasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu twasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu twasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Sema Yesu mara tena, Adonai kwako tokea tu salama, kuketia mahali pako basi nimetoa kwako toba tu salama. Duniani tulio baba yetu si salama, katikati ya watu tulio ndani ya ujovu si salama. Mungu wangu, katika jamii zetu sio salama, katika kutoka kwetu na kuingia kwetu Jehova si salama, ila kwako Jehova tunajua tu salama. Kwako peke yako Jehova tunajua tu salama, chini ya ulinzi wako Masia tunajua tu salama, chini ya wema wako Jehova tunajua tu salama, chini ya uvuli wako Masia tunasema tu salama. Na ndiposa Jehova tumeunganika mahali hapa mchana wa leo, tukasema ya kwamba Jehova wewe peke yako ndiye msaada wetu Jehova, ndiye mlinzi mwema kwetu Jehova, wewe usiyelala wala kusinzia Jehova, wewe uliye uweza wetu Jehova. Tunasema pokea sifa zetu mchana wa leo, pokea sifa zetu adhuhuri ya leo Jehova, pokea adhama zote wewe uliyemuumba wa mbingu na nchi, kama uliumba na ukuumba Jehova, kwa uwezo wa neno la kinywa chako Jehova, ukasema kuwe Jehova usiku na mchana. Pokea sifa asubuhi ya leo kwa uwezo wa neno la kinywa chako Baba, ukasema kuwe na bahari na nchi kavu Jehova. Twaliinua jina lako adhuhuri ya leo Jehova, twalibarikisha jina lako Baba, uketie mahali pako pasiri. Twasema ni kwako tu Jehova tu salama, Baba yetu twasema ni kwako tu salama Jehova. Kwa mali tulio nao Jehova si salama, kwa ndoa tulizo ndani Baba si salama. Mungu wangu, kwa nchi yetu Jehova si salama Jehova Masia, kwa kazi ya mikono yetu si salama. Kwako tu Jehova twajua tu salama, kwa kuwa mikononi mwako Jehova umetuweka na vigajani mwako Jehova umetuandika. Tunasema ukainuliwe Jehova, tunasema umetukuka Baba yetu, mwanzo tena mwisho Jehova, msingi wa imani yetu. Miguuni pako Jehova tunanyenyekea, chini ya uvuli wako Jehova tunanyenyekea. Tunajua ya kwamba Jehova mbinguni ni mahali pako uketipo Jehova, katika kiti chako cha enzi, na duniani ni mahali pako ukanyagishapo miguu Jehova. Na chini ya miguu yako Jehova twajisalimisha, chini ya miguu yako Jehova twajiachilia, chini ya miguu yako Baba twajileta kwako Baba, ukapate kutuchunguza Masia, ukanyoshe mkono wako Jehova mtakatifu, na ukaondoa chote ambacho ni chukizo kwako kwa ajili yetu Baba. Kwa vinywa vyetu Baba tumetenda dhambi, kwa macho yetu Baba tumetenda dhambi, kwa akili yetu, kwa mili yetu Baba, hata kwa mikono na miguu Jehova. Tunaomba Jehova ukatunguze mara tena, ukatutakase mchana wa leo Jehova, ukatunguze kwa mkono wako wa rehema Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. We surrender all to the Master Jesus. We surrender Adonai Jehovah Lord, that you may take dominion Jehovah Master, that you may Jehovah Messiah sanctify us and cleanse us with the precious blood of your Holy Son, my Father. King Jesus, I commit it out to your able hands, my Father, as I call upon the blood of Jesus Christ of Nazareth, which was shed on Calvary, my Father, to cleanse this house, to sanctify it, my God, and allow the power of the Holy Spirit, the fire of the Holy Ghost, to consume every power from the pit of the hell, in the mighty name of Jesus. Father, sanctify the whole house, sanctify my Father and my God. Let your power prevail in this house,
Let your power prevail, my God and my Father. But you will never share your glory with any man, my Lord. Omnipotent God, omnipresent God, omniscient God, we surrender to thee, my Father. For power belongs to you, my God. Power belongs to you, King of Kings. Power belongs to you, our Master. Power belongs to you, our Healer. We surrender to thee, Jehovah God. We surrender to thee, King of Kings. We surrender to thee, my Father and my God. For our gathering this afternoon, my God, to be in glory and honor, my God, unto thee, to glorify your kingdom, my Father, King Jesus. We are not taking it to be a tradition, my Father, but we are surrendering everything unto thee, my Lord. Accept us before thee, my God and my Father, as your sons and daughters, my God. Adonai, our Redeemer, let our gathering be an aroma before thee, my Father. King Jesus, let our worship, my Father, in the threshold, Adonai, be an aroma before thee, my God and my Redeemer, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I say thank you because of each and the one who is in this house, my Father, even our viewers, our listeners from wherever they are, my God. I surrender their lives unto your able hands, my God. Take dominion, my Father and my Redeemer. Take dominion, King of Kings, and minister to us, my God and my Father. Revive us and restore us, my Lord. Wash away our iniquities, my God. Cleanse us with the precious blood of your Holy Son. Incline your ear to our prayer this afternoon, my God, and supply us according to your riches in heaven, my Father. In the mighty name of Jesus, you are great and you deserve to be worshipped, my Father. I say thank you, my God and my Father, because of your love, the vision prayer of this ministry, my God, my Lord. King Jesus is your servant, your Lord. You secreted him, my God. You call him by his name, my Father. Adonai, oh Lord of Lords, King of Kings. You ordained him, my Father, my Redeemer. For your own glory, my Lord, my Father. I surrender his life unto your able hands. I surrender his life unto your able hands. I surrender his life unto your able hands. You are divine protection, my God. You are divine protection, King of Kings. You are power upon him, my God. You are peace to be his portion, Adonai. Peace that surpasses all the understanding of men, my God. You are joy to be strength, my Father. In the mighty name of Jesus, meet all the desires of his heart, my Lord. Revive him, Adonai. Empower him, Adonai. Every step he makes, my God. Let him be led by the Holy Spirit, my Father. Every word that cometh out of his mouth, my God. For he is your priest, Adonai. And to waters me, my Father and my God. In the mouth of a priest, my God, cometh out the word of wisdom, Adonai. King Jesus, in the mighty name of Jesus, we surrender his life unto your able hands. You are divine favor, divine protection, King Jesus. You are great, my Father. The entire family of CFC, my God, I surrender their lives, my God, unto your able hands, from wherever they are, my God. King Jesus, you are divine protection, you are joy, you are peace, oh my Father and my Lord, and even my God and my Father, our Jehovah partners from different countries, my God, from different places, Adonai, each and every from wherever they are, my Lord, as we hear your word, my God, as we partake of your word, King Jesus, let you be together with us and feel mercy on us, my Lord. Show us your kindness and your mercy, my Father, which endures forever, my God. In the mighty name of Jesus, I surrender the whole of myself unto your able hands. Adonai, I'm just a piece of clay, my God. And you are the pot, Adonai. Use me according by your will, my Father. Circumcise my tongue, your Lord. Circumcise my mind, Adonai. I surrender all to thee, my Father. Take away the carnality in me, my God. Adonai, let your power through the leadership of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. You are great, King Jesus, and you deserve to be worshipped. Worthy is your name, my Lord. Receive all the adoration. Receive all the adoration, King of Kings. You are worthy, you are worthy, you are worthy. And you are highly lifted tonight, King Jesus. Wewe ni wa ajabu. Wewe ni Mungu mkuu. Umetukuka Jehova. Wema wako na ukuu wako ukawe sehemu yetu Baba, kupitia kwa neno lako Baba. Tunaemesha Masia, tupe nguvu mara tena, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Can everyone join me as we say amen? Amen in the name of Jesus. Amen in the name of Jesus. Praise the Lord. I take this opportunity to welcome us all again this afternoon
My name is Pastor Annitah, ministering from Crusaders for Christ. We are located around roundabout City Stadium off Modura Road, in that big building there, mega house, second floor. We are under Reverend Dura Waruige. By the grace of the Lord, our viewers, I welcome you all as we partake of the word of God this afternoon. Allow the word of God to enter into your life and bring a change. I do say, let us be doers of the word of God, but not hearers of the word of God. In every time, in every situation, in every step, in every thought that you think, in every word that you utter from your mouth, let us meditate upon the word of God all the time in the name of Jesus. I'm saved. I love Jesus Christ as my personal Savior. He saved me while I was a sinner, and He changed me. He transformed me, and He has brought me this far. And I have every good reason to celebrate the salvation in Him who has redeemed me from sins by His grace. We are going to teach ourselves from the book of Psalms, chapter 1. Psalms chapter 1, I believe, into us, it's like a chorus or memory verse, which we are used to in Sunday schools. Mara nyingi unapata tunafunzwa Biblia, tunaweka kwa akili zetu na inakuwa ni kama wimbo, tunakuwa used all the time. But one thing I know and I do understand, by the revelation of the Holy Spirit, the word of God is new every day. The word of God is new every hour. The word of God is new every second into our lives. Praise the Lord. Because the Holy Spirit, because the word of God is inspired by the Holy Spirit. So all the time, whenever we read the word of God, the Holy Spirit all the time gives us a new revelation about the word. Every time, every second. So we are going to read from verse 1. And this is what the Bible says. I'm going to use both languages by the grace of the Lord. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord. And his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruits in its season, whose leaf also shall not wither. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Praise the Lord. Heri mtu yule asiyekwenda katika njia ama katika shauli la wasio haki, wala asimami katika njia ya wakosaji, wala aketi barasani pa wenye mzaa. Praise the Lord. Blessed is the man who does not stand in the counsel of the ungodly, the unrighteous people. Blessed is the man who does not sit in the counsel of sinners. Blessed is the person who does not sit amongst the people who are jokers, who are haters. Praise the Lord. How do you understand when the Bible tells you that the blessed is the man who does not
walk in the counsel, or who does not sit in the seat of the ungodly. How do you understand this word? How does this word react into your life? How does this word act into your life? How does this word speak into your word? Maybe the time we are being told, blessed is the man who does not walk in the ways of the ungodly. Mara nyingi pengine unachukua ya kwamba ni ule mtu hatembei tu ile kutembea ya kutembea ukitumia miguu yako. But yaashiria nini? Katika uwezo wa ufunuo wa Roho Mtakatifu, amebarikiwa yule mtu ambaye katika njia zake, ama katika utendakazi wake, ama katika mawazo yake, ama katika kufikiria kwake, ama katika kushauri kwake, ama katika kuunganika kwake na wale ambao wanaunganika naye, ama katika kusema kwake, ama katika kuelekeza kwake, ama katika kusaidia kwake, mtu ambaye wakati ambapo unasimama na umesema ya kwamba huyu ni mpendwa amekuja kwako akiwa na hitaji, akiwa amefinyiliwa, akiwa amekosa mwelekeo, akiwa amepoteza tumaini, wewe kama Mkristo, wewe ambao umeitanishwa na Kristo, huwa unachukua hatua gani, ama ni njia gani ambao unachukua kwa ajili ya kusaidia ule mtu, ama ni jinsi gani wewe unaamka na kumwambia ya kwamba this is the way to follow, this is what you are supposed to do, this is not what you are supposed to do, you are not supposed to speak like this, you are not supposed to think like this, you are not supposed to walk like this. What do you do as a Christian? Sababu nafikiria ili neno kila mmoja wetu hiko katika akili yake. Hata ukiamshwa usiku uambiwa usome Psalms chapter 1, utaamka tu na kuanza kusoma, sababu umeikariri katika akili yako. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauli ya wasio haki. Somebody all the time walks upright with God. Somebody all the time, even when there is trouble, you confesses the power of the Lord. Even when there is sickness, even when there is disbelief, you confesses the power of the Lord. Even when there is hatred, you confesses the love of God. Even there, when there is battle, you confesses the power of the Lord. Praise the Lord. This is the person who is blessed. This is the person who the Lord is talking about. This is the person the word of God is teaching us about. This is the person the word of God is directing us to. Praise the Lord. It doesn't mean because we are churchgoers or we are gathering in the house of the Lord the way we are gathering right now, you have used your legs to walk and head into the house of God. That does not mean you are blessed. The walk, you have to walk your talk. All the time, your steps have to marry your talk. What are you talking? And how are you walking? And where are you walking to? And whom are you talking to? And when, and where, and why? Praise the Lord. All the time, you have to ask yourself such questions so that you may fit in the blessings of the Lord. Ndiposa ukawe katika wale ambao wanahesabika kuwa ya kwamba wamebarikiwa, because it's the word of God which is telling us, blessed is the man who does not walk in the counsels of the ungodly. Wakati ambapo unachukua hatua yako na kuenda kuunganika na wale watu ambao kazi yao ni kufanya fitina, wakati ambapo unachukua hatua na kuenda kuunganika na wale watu ambao kazi yao ni kuchochea wengine, wakati ambapo unaunganika na watu ambao kazi yao ni kutembea kwa waganga na wachawi, wananajisika alafu wanaingia katika nyumba ya Mungu, wanatia unajisi katika nyumba ya Mungu. Je, unahesabika kuwa katika wale ambao neno inatuambia ya kwamba blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly? Ni swali kwako, ni swali kwangu. For me to be blessed, for you to be blessed, you have to walk according to the word of God. You have to do as per the word of God. You have to believe in the word of God. You have to love the word of God. You have to accept Jesus Christ as your personal Savior. You have to agree to be transformed by the word of God. You have to agree to be changed.
You have to agree to remove all the guests in your heart and give the Lord your God position in your heart, that he may dwell in your heart, that he may lead you, that he may communicate you, that he may show you his ways, in the name of Jesus. I believe that's the person the Bible is telling us is the blessed man. The blessings of God has no regrets. The blessings of the Lord brings no sorrow. Blessings of the Lord adds no cry. Praise the Lord. So the word of God is telling us this morning, this afternoon, that blessed is the man who does not walk. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly, nor stands in the ways of sinners, nor sits in a council of the scoffers, jokers, watu ambao hupenda kufanya mzaha na neno la Mungu. Unasikia mtu anatoka kanisani, lakini akifika pale chini unasikiza yale matamshi, unasikia kile kitu ambacho kinatoka katika kinywa chake. Unashindwa, je, huyu ametoka katika kikao gani? Huyu ni Mungu mgani ambaye anatamka? We have to declare our stand. Lazima tukubali. Lazima tukubali. Kila mahali ambapo unatembea, kila mahali ambapo unaketi, kila hatua ambao unachukua, wacha ukawe barua ambao inasomeka hata katika usemi wako. Wakati ambapo watu wanasema ya kwamba hakuna Mungu, wakati ambapo wanasema ya kwamba huyo Mungu hawezi, wewe ukiwa umeokoka, wewe ukiwa unatarajia baraka za Bwana, ni wakati wako na kusimama na kusema ya kwamba Mungu yuko na ni muweza wa yote. Mungu wetu hajawahi shindwa siku hata moja. Mungu wetu hajawahi fail siku hata moja. Mungu wetu huwa hachelewi. Mungu wetu yuko na anatenda na anabandilisha. Mungu wetu yuko na anaponya. Mungu wetu yuko na anainua. Lakini wakati ambapo wanasema ya kwamba nimejaribu kwa Mungu hakuna matumaini, wacha nijaribu kwa mganga, na wewe unapata uko mahali pale unamsapoti na kusema ya kwamba twende tujaribu. Umekaa katika kikao cha watu ambao wanafanya mzaha, wanamfanyia dhihaka Mungu, watu ambao wakubali ya kwamba kuna uwezo katika uweza wa Mungu, watu ambao wakubali ya kwamba kuna uponyaji katika nguvu za Mungu, watu ambao watambui ya kwamba kuna kubadilishwa katika uweza wa nguvu za Mungu, watu ambao watambui ya kwamba kuna kuinuliwa na kupewa cheo katika uweza wa nguvu za Mungu, watu ambao watambui ya kwamba kuna amani na upendo katika uweza wa nguvu za Mungu. Praise the Lord. Kama unataka baraka za Bwana, lazima ujichunguze na uangalie mienendo yako. Miguu yako huwa inaharakisha kwenda wapi? Wewe wanga unafurahia wakati umekaa katika kikao cha aina gani? Wewe wanga unafurahia wakati ambapo umekaa na watu mnisameshana nini? Mara nyingi kama unataka baraka za Mungu, kubali Roho Mtakatifu wa Mungu akakuongoze, kubali Roho wa Mungu akakusawishi, kubali Roho wa Mungu akakufunulia na kukuelekeza ni kitu gani cha kunena na ni wakati gani unahitaji kunena, na ni lini na ni nani ambaye unasemeshana na yeye na ni kwa sababu gani. Praise the Lord. Mstari wa pili unasema nini? Bali sheria ya Bwana ndiyo inipendezayo. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Imnapendeza yule mtu ambaye anatarajia kubarikiwa, ama yule mtu ambaye ni mbarikiwa wa Bwana. Sheria ya Bwana ni nini? The law of the Lord is the word of God. Praise the Lord. Hakuna sheria ingine kinyume na neno la Bwana. Sheria ya Bwana ni neno la Bwana. Hakuna sheria ingine kando na hiyo. Wakati ambapo unapendezwa na neno la Bwana, wakati ambapo unapendezwa na kufuata na kufanya jinsi ambavyo neno la Bwana inakuelekeza, wakati ambapo unapendezwa na kufuata maagizo ya Bwana kupitia kwa neno lake, wakati ambapo unapendezwa na kufuata amri ambazo Bwana ametupea katika neno lake, hapo ndipo utakuwa mbarikiwa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hapo ndipo utabwata Bwana anakutana na kila hitaji ndani ya moyo wako. Hapo ndipo Bwana
atakuletea amani wakati ambapo umekosa amani. Hapo ndipo Bwana atakuletea furaha wakati ambapo moyo wako ulikuwa unaugua na uchungu. Hapo ndipo Bwana atakuletea tabasamu wakati machozi yako yalikuwa yamechurishwa tu na machozi. Kwa nini? Sababu sheria ya Bwana ndio inayokupendeza. The law of the Lord is what pleases you day and night. Praise the Lord. Bali sio maneno ya wanadamu, bali sio vituko za wanadamu, bali sio ahadi za wanadamu, bali sio njia za wanadamu, bali sio vituko za wanadamu. Praise the Lord. Wakati ambapo unakubali sheria ya Bwana ikawa ndio inakupendeza, utokapo, uendapo, uketipo, ulalapo, uamkapo, tarajia baraka za Bwana katika maisha yako, sababu Biblia inasema ya kwamba huyo ndiye mtu ambaye Bwana anabariki, huyo ndio mtu ambaye Bwana anainua, huyo ndio mtu ambaye Bwana anatetea, huyo ndio mtu ambaye Bwana anampa cheo katika mahali ambapo unafanya kazi. Hapo huyo ndio mtu ambaye Bwana anabadilisha jina lake na kumpa jina jipya. Huyo ndio mtu ambaye kibali cha Bwana kinaambatana pamoja naye. Huyo ndio mtu ambaye amani ya Bwana inakuwa sehemu yake katika maisha yake na katika jambo lote analofanya, na kila mahali anapokanyanga kuna barikiwa, na chote anachoguza kwa mikono yake kimebarikiwa, sababu anatafakari ama amependezwa na sheria ya Bwana ambao ni neno la Bwana. Praise the Lord. And the word of God is God himself. Praise the Lord. That's the reason the Bible tells us, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God himself. Praise the Lord. So the Lord is the Word, and the Word is the Lord our God himself. Praise the Lord. Inaendelea ikisema nini? To be. Na sheria yake uitafakari mchana na usiku. He meditates upon the word of God day and night. Praise the Lord. What are you meditating when you are walking? What are you meditating when you are working? What are you meditating even when you are still in your house doing your own duties there? What are you meditating even when you are in the house of the Lord? What are you meditating even when you are doing your business, wherever you are doing your business? What are you meditating from wherever you are, even when you are traveling on a journey? What are you meditating day and night? Some of us, we may be meditating upon the witch doctors. Some of us, we may be meditating upon the Godfather. Some of us, we may be meditating about the certificates that we have in our education. But the word of God this afternoon is telling us, blessed is the man who meditates upon the word of God day and night, in every situation. Even when you difficult challenge, you just meditate upon the word of God, because there is power in the of God. There is healing power in the word of God. There is that transformation in the word of God. There is that power to revive in the word of God. There is the power to promote you in the word of God. Because if you can read the book of Genesis, the Bible tells us that the Lord our God, he just used his word by the power of the word from his own mouth. He said, let there be darkness and light. And he said, let the darkness be night and the light be a day, because there is power in the word of God. There is power to heal. There is power to change. There is power to restore. There is power to elevate. There is power to give another chance. There is power to bring joy and laughter in the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. What are the blessings of the Lord? You know, most of the time as Christians, we just count the blessings of these worldly things, the wealth that we have. If somebody has many cars, a mansionette, children, husband, wife, most of the times, we just see those as the blessings of the Lord. But to me, I count those as just a success of life, success in your life. But we have blessings from the Lord. When you lack peace, you are not blessed. When you lack joy, you don't have the blessings of the Lord. Praise the Lord. When you lack love, you don't have the blessings of the Lord. Praise the Lord.
Wakati ambapo unatafakari neno la Bwana, hata hali ikiwa namna gani, wakati ambapo umeifanya hiyo neno la Bwana ukaifungia kifuani mwako usiku na mchana, ndio unatafakari hiyo neno, hata kama umefungukiwa katika mambo ya ulimwengu, hata kama umesononoka, hata kama umesukumiwa kwa kona, and you have the blessings of the Lord, that is peace, joy and love. You will be strong before everyone. You will just rejoice in the Lord. You will have that power to encourage many people. You will have that power to encourage and even to bless those people who are just have been dismayed by whatever they are going through. Praise the Lord. But if you don't have the blessings of the Lord, yes, unaweza kuwa wewe ni milionea, lakini hauna baraka za Mungu. Kama una upendo, kama una amani, kama una furaha, hizo ndizo baraka zaidi ambazo tunahitaji kutoka kwa Bwana. Ni kwa nini? The Bible tells me, seek the kingdom first. Seek the kingdom first and its righteousness, and the rest shall be added unto you. What are these? What are these kingdom and its righteousness? I believe it's joy, love, peace and righteousness. Praise the Lord. When you have those with you, you are blessed. You are blessed. Praise the Lord. So when you are just meditating upon the word of God, you don't change your mind. You don't deviate from the word of God because of what is taking place in your life, because of the challenges that are in your life, because of the difficulties that you are facing in your life. If you don't change your mind and you continue meditating upon the word of God and you continue calling upon the name of the Lord, because the Lord our God is the word of God himself, when you continue calling upon that name, when you continue meditating upon that name, when you continue praising him and even adoring him and even lifting him on high, the Lord your God is going to bless you. The Lord your God is going to change that situation you thought cannot be changed. Because one thing I know, the situation you are in, it's not permanent. It's just for a due season, that the Lord your God may be glorified. Praise the Lord. Bwana atatukuka kwako namna gani? Kama utazidi kutafakari wema wa Bwana usiku na mchana. Kama utazidi kutafakari wema wa Bwana katika ile changamoto ambao uko ndani. The Bible continues saying this in verse 3. And he shall be like a tree planted beside rivers. You shall be like a tree planted beside rivers. Praise the Lord. Which brings forth its fruits at its due time. Hallelujah. Praise the Lord. And its leaf does not wither. Hallelujah. Ya kwamba jani lake alikauki. Utakuwa kama mti ambao umepandwa kando ya mto, ambao uleta ama ulzaa matunda yake kwa wakati upasavyo. Ni kwa nini? All the time when you have the love of God with you, when you have the peace of God with you, when you are doing the righteousness of your God, all the time you shall be patient. All the time you shall wait upon the Lord. All the time you shall rejoice in the Lord. All the time you shall surrender everything unto his able hands. All the time you will rejoice him and tell him, my Redeemer, I know you liveth, and let your will be done into my life. Let your will be done into my family. Let your will be done into my office. Let your will be done into my business. Let your will be done into my ministry. Let your will be done into my marriage. Let your will be done into everything that has been called by my name. Let your will be done into the nation of Kenya. Let your will be done, my Father, even into the lives of your servants. Let your will be done, King Jesus, even into the lives of our parents. Let your will be done, Adonai, even into the lives of our friends and even the leadership of this nation. Why? Because you are like a tree which has been planted beside rivers, which brings forth its fruits at its due season. Praise the Lord. Hallelujah. But if you miss to have the blessings of the Lord, all the time you will just find yourself complaining. All the time you will just find yourself blaming. All the time you will just
find yourself pointing fingers to the others all the time, you'll just find yourself giving out reasons which has no good reason for what you are talking about, for what you are complaining about, for what you are looking for, or even what you are seeking for, because you have lacked the blessings of the Lord in you. Praise the Lord. Praise the Lord, church. Hallelujah. But when you just accept to meditate upon the Lord, when you just accept the law of the Lord to abide or to delight in your life, only that you just allow the word of God to be your portion, that you allow the word of God to be the light of your path and the lamp of your feet, you shall receive everything that you desire from your Maker. You shall receive everything that you want from Him. You shall receive everything that you see. You cannot have it by these eyes of this carnality. Praise the Lord. Neno la Bwana inatuambia ya kwamba if we meditate upon the word of God day and night, we stop meditating about ourselves. We stop meditating about what we have. We stop meditating about others. We stop meditating about jealousy. Others are even meditating on how to kill others. Others are even meditating on how to destroy others. Others are even meditating on how to be enemies to others. Others are just meditating on how just to see somebody has been destroyed. And then such like, don't just wait for any blessings from the Lord, but wait for the curse of the Lord. Praise the Lord. But when you meditate upon the word of God has to guide you. The word of God has to direct you. The word of God has to speak to you, because it's God Himself. The word is God Himself. And all the time when you meditate upon that word, when you meditate upon your Lord, when you meditate upon His deeds, when you meditate upon His power, when you meditate upon His grace, when you meditate upon His love, really the blessings of the Lord shall follow you. Praise the Lord. Hallelujah. This is the servant of God, David. After all what he went through, after all the challenges, he just called a meeting, the whole of himself, and he come to realize, blessed is the man who meditates upon the word of God day and night, who depends upon the word of God day and night. Praise the Lord. Because He alone, our Redeemer, our Maker, has power over every situation, has power over every challenge, has power over every disease, has power over every disappointment, has power over everything. You mention it by its name from wherever you are. The Lord our God has power. Even over death, He has power. So when you meditate upon Him, when you meditate upon His word, when you meditate upon His great love, He shall come and bless you. Praise the name of the Lord. This afternoon, my dear brother, my dear sister, it's the high time to search your heart. It's the high time to search your mind. It's the high time to search your body. It's the high time to search your tongue. What have you been meditating upon? What have you been thinking about? What have you been talking about? What steps have you been walking? Umekuwa ukikaa katika kikao cha aina gani? Umekuwa ukitembea katika njia za aina gani? Umekuwa ukisemeshana na watu wa aina gani? Umekuwa ukitafakari kuhusu nini? Call upon a meeting the whole of yourself and ask yourself such questions. Na mahali ambapo utapata ya kwamba umekuwa ukitafakari kuhusu mambo ambao ni kinyume na sheria ya Bwana. Umekuwa ukitafakari mambo ambao yaambatani na sheria za Bwana, mambo ambao yaambatani na mausia ya Bwana. Ni wakati wako wa kuchukua nafasi sasa na kuambia Bwana, nimekubali ya kwamba nimekuwa sienendi katika njia ya wenye haki. Nimekuwa sikai katika kikao cha watu ambao wanakutukuza kwa kweli na roho. Nimekuwa mtu ambaye nimekuwa nikisikiza watu ambao hawaliinui jina lako. Mchana wa leo Baba yangu, kwa kuwa ninatamani baraka zako, ninahitaji kubarikiwa nawe, ninahitaji kuponywa nawe, ninahitaji kuinuliwa nawe. Nimekukeukia mchana wa leo nikapate kutafakari wema wako na ukuu wako katika jina la Yesu Kristo. Praise the Lord.
Wengine wetu hata tumekuwa tukitafakari jinsi ambavyo tunatembea na nguvu za uganga. Wengine hata tunatembea na irizi na vinyago. Hati hiyo ndio tunatafakari. Tunaona hapo ndio kuna uweza wetu, hapo ndio kuna baraka zetu, hapo ndio kuna ushindi wetu. Lakini mchana wa leo Biblia imesema ya kwamba amebarikiwa yule mtu ambaye anatafakari ukuu wa Bwana, anatafakari ushindi wa Bwana, anatafakari amani ya Bwana, anatafakari neema ya Bwana, anatafakari wema wa Bwana hatokapo aingiapo, kila mahali ambapo hapo, na kwa jambo lolote analofanya, na kwa hatua lolote analochukua, na kwa usemi wote ambao nao nena, na kwa neno lote ambalo linatoka katika kinywa chake. Huyo ndio mtu ambaye Bwana anasema ya kwamba anabarikiwa. Praise the Lord. Kwa hivyo mchana wa leo jichunguze, ujiulize, nimekuwa nikitafakari kuhusu nini? Ni kitu gani ambacho nimekipatia kibao mbele ya kwamba ndicho ninatafakari juu yacho usiku na mchana? Hakika wengine unapata mtu anasema ya kwamba wakinguza hii wamenguza maisha yangu, wakinguza hii wamenimaliza, wakinguza hii wamemaliza kazi yangu, wakinguza hii wamemaliza ndoa yangu, wakinguza hii wamemaliza huduma yangu. Mchana wa leo naomba ukajichunguze na ukajiulize, ni kitu gani ambacho umekuwa kitafakari juu yako? Imekuwa ni kama miungu, imekuwa ndio sanamu unaabudu pasipo kuelewa, pasipo kufahamu. Ndiposa umekosa kupata baraka za Bwana, ndiposa umekosa kupata amani ya Bwana, ndiposa umekosa kupata furaha ya Bwana, ndiposa umekosa kupata ushindi wa Bwana. Mchana wa leo uache ukajionji, mchana wa leo uache ukajichunguze. Paulo anasema ya kwamba na kila mtu akajionji mwenyewe, na kila mtu akajichunguze mwenyewe, uone ni wapi umefarakana na Mungu wako, uone ni wapi umeenda kando na sheria za Bwana, uone ni wapi umeenda kinyume na mausia ya Bwana, ni wapi umeenda uambatani na neno la Bwana, na ukarejelea katika njia ya Bwana, ndiposa ukapate kuwa kama mti ambao umepandwa kando ya mti ambao uzaa matunda yake kwa wakati ambao unastahili, na jani lake halinyauki kamwe. Ni kwa nini? Mizizi yake imeelekea mahali kuna maji, mizizi yake inavuta maji kila wakati. Kwa hivyo ule mti unabaki kuwa green wakati ambapo uko na neno la Bwana ndani yako. Hata mambo ikiwa ngumu namna gani, unapata tu unatambasamu, unapata tu unatoa ushuhuda, unapata tu uko na ujasiri, unapata tu uko na amani. Ni kwa nini? Sababu neno la Bwana ndio unatafakari. Hata katika ule ungumu unatafakari neno la Bwana, unapata neno inakwambia ya kwamba ninayaweza mambo yote nikiwa ndani yake yeye aniwezeshaye. Wakati unatafakari hilo neno, unapata umerejea amani yako, unapata umerejea furaha yako, unapata umerejea afya ambayo inastahili katika jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Mstari wa 4 unasema hivi, ambao ndio wa mwisho. Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Sivyo walivyo watu wasio haki. Kama umekuwa ukitafakari kuhusu mambo ya ulimwengu huu, umekuwa ukitafakari kuhusu uchawi wa ulimwengu huu, umekuwa ukitafakari kuhusu uganga wa ulimwengu huu, umekuwa ukitafakari kuhusu fitina na masengenyo, umekuwa ukitafakari kuhusu downfall of the others, Biblia inasema ya kwamba such like people there will be no more, for they will be like chaffs when the wind cometh, they shall be just swept away. Praise the Lord. Watapeperushwa wakati ambapo ni wakati wa mafuno, wakati ambapo tunafuna. Kuna wakati jua ikiwa watu tunaweka maharagwe kwa jua na tunachukua kijiti tunagonga gonga, then tunangojea wakati upepo unakuja, tunaanza kutumia hule rutero, tunafanya kitu inaitwa ni warning. Wakati ambapo tunafanya hivyo, yale makapi huwa yanapeperushwa na upepo, yani ule uchafu ambao ustahili kuunganika pamoja na ile mbengu. Na the same way, wale ambao hawatendi sawasawa na neno la Bwana, wale ambao hawatafakari kuhusu neno la Bwana, wale ambao wako kinyume, wanatafakari kuhusu mambo ya ulimwengu huu, wanatafakari kuhusu mahusia ya ulimwengu huu, Biblia inasema ya kwamba there shall be no more. Utawatafuta na pata, watapeperushwa na kuondoshwa mbali. Ni kwa nini? Mungu wetu ni Mungu ambaye ni Mungu wa wivu, and he shall never share his glory with
man. Ni Mungu ambaye hafananishwi wala kulinganishwa. Na wakati ambapo unatafakari ukuu wa mwanadamu, Mungu akiwa juu mbinguni anasikia uchungu. Wakati ambapo unatafakari na kulinganisha nguvu za Mungu na nguvu za uganga, Mungu akiwa mbinguni anasikia uchungu. Na hapo ndipo anakuja na kukupeperusha. Hapo ndipo anakuja na kukuondosha. Hapo ndipo anakuja na kukuondoa. Hapo ndipo anakuja na kukutia aibu. Hapo ndipo anakuja na kukuchapa. Ni kwa nini? Sababu umekataa baraka za Bwana. Umekataa kutafakari wema wa Bwana. Umekataa kutafakari ukuu wa Bwana. Sababu yeye aliyekuumba, yeye aliyekulukuu ni Mungu muweza wa yote, na akiamua kubariki anabariki, akiamua kuinua anainua, akiamua kuponya anaponya, na haya yatatendeka tu wakati ambapo tunazidi kutafakari sheria yake, wakati ambapo tunaendelea kutafakari wema wake na ukuu wake katika maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Praise the Lord. May the Lord our God empower us this afternoon. Tuondoe vyote ambavyo tumekuwa tukitafakari juu yake, na tukampe nafasi ya kwanza. Tukatafakari ukuu wa Bwana, tukatafakari ushindi wa Bwana. Kwa hiyo hali ambao uko ndani, ndugu yangu, dada yangu, mahali ambapo unanisikiza, hiyo changamoto ambayo uko ndani, nataka kutoka siku ya leo, naomba kutoka siku ya leo ukatafakari ukuu wa Bwana, ukalitie jina la Bwana mahali pale, katika ile hali ambayo ilikuwa imekulemea, katika ile changamoto ambayo ulikuwa uko ndani, katika yale mambo ambayo uliona kana kwamba umefika mwisho, na ukaanza kutafakari kuhusu njia zingine, ukaanza kutafakari kuhusu mwanadamu atakusaidia, ukaanza kutafakari kuhusu nguvu za giza. Naomba sasa ukabadilishe mawazo yako, na mahali pale ukaanza kutafakari ukuu wa Bwana, ukaanza kutafakari ushindi wa Bwana, ukaanza kutafakari nguvu za Bwana, ukaanza kutafakari uponyaji wa Bwana, ukaanza kutafakari uzima na uhai wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mpe nafasi ya kwanza, mpe nafasi ya kwanza. Tafakari wema wake, kwa kuwa ingekuwa sio yeye, haungekuwa mahali ambapo uko sasa. Ingekuwa sio yeye, haungekuwa hata siku ya leo. Ingekuwa sio yeye, haungekuwa unasikia sauti hii ya leo unaisikia. Naomba ukatafakari huo ukuu wa Bwana, ukatafakari huo wema wa Bwana, na ukabadilisha mawazo yako, na ukachukua nafasi sasa ya kutafakari sheria zake usiku na mchana, kwa kuwa neno lake ni unabii ambao lazima utimikie kwa wakati wake. Kwa hivyo kama alisema ya kwamba hako na uwezo wa kuponya hiyo ugonjwa ambao unaona ni kama madaktari wameshindwa, na ukaanza kutafuta ni wapi utapata msaidizi, na kuambia mchana wa leo, tafakari wema wa Bwana, tafakari neno la Bwana, tamuka neno la Bwana katika ule ugonjwa, tamuka neno la Bwana katika kule kupooza, tamuka neno la Bwana katika ile mauti, tamuka neno la Bwana katika ule ugumu. Tafakari hiyo neno, sababu neno lenyewe ni Mungu mwenyewe, na wakati ambapo unamtamuka, wakati ambapo unalitaja hiyo jina, kuna uwezo, kuna mamlaka na kuna nguvu mara tena katika jina la Yesu Kristo. Na baraka za Bwana zitaenda kukushukia, baraka za Bwana zitaenda kukujijia, baraka za Bwana zitaenda kukuinua, baraka za Bwana zitaenda kuwa pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. May the Lord our God bless us all as we meditate upon his law day and night. Father, in the name of Jesus, King of kings, Lord of lords, we worship you, Jehovah, and we adore you. This afternoon, King of kings, we refuse to be like chaffs, my God. Tunakataa masia kuwa makafi. Tuomba kwa neema yako, Jehovah, katika kila hali, katika kila changamoto, tukatafakari wema wako, tukatafakari neno lako Jehova, tukatafakari sheria yako Baba, tukatafakari ukuu wako Masia, tukatafakari wema wako na upendo wako Baba, ulinzi wako wa pekee Jehova, uwezo wako wa ajabu, utetezi wako juu ya maisha yetu Baba. Tupe neema ya kutafakari hao. Ondoa Masia vizuizi vyote na mawazo yote Jehova shemilele, ambao tupa kungeuza akili zetu na mawazo yetu Jehova shemilele, na kugairi mausia yako Jehova, na kubadilika katika ubatili wetu Baba. Ukaturemu, ukatuwezeshe Jehova, usiku na mchana Baba yangu, tutokapo tuingiapo Jehova, katika kazi yetu Masia, kwa jamii zetu Baba yangu, kwa maofisi yetu Jehova shemilele, kwa nchi nzima ya Kenya Baba yangu, tukatafakari wema wako kwa kanisa lako Jehova, tukatafakari sheria yako usiku na mchana, ndiposa ukaachilie baraka zako juu yetu, ukaachilie ushindi wetu juu yako
ushindi wako juu yetu Baba, ukaachilie masia na afya njema, amani, furaha Jehova, na upendo wa pekee katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwaminifu Jehova, kila mmoja mahali alipo Jehova, walio katika nchi ya Kenya Baba, ambao wako pamoja nasi, walio nchi ya Kenya masia, ambao wako pamoja nasi Baba yangu, naomba ukawawezeshe Baba, na ukamimine baraka zako juu yao, wanapotafakari sheria yako, wanapotafakari ukuu wako, wanapokuenzi na kukupenda Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Ukawaponye wote Baba, ukawainua na kuwatia nguvu, kwa kuwa wewe ni mwaminifu Baba. Tunakupenda Baba yetu, wa rehema na neema ni wewe Jehova. Msingi wa imani yetu ni wewe Baba. Muweza wa yote kwetu ni wewe Baba. Hatuwezi jambo lolote pasipo wewe Jehova. Tuneemeshe mara tena Baba. Tusaidie katika udhaifu wetu, katika kufungukiwa kwetu Baba. Tuwezeshe mtakatifu wa watakatifu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Our viewers, together with our listeners in the church, may the Lord our God bless us all as we meditate upon the word of God day and night. Let's meditate upon the word of God in every situation. Just mention the name of the Lord. Just mention the word of the Lord, because the word of the Lord has a breathe into our lives, has a breathe into every situation. And by His grace, He shall fulfill His promises into our lives. We have our till number. We have our till number for our partners, even those who want to give out their offerings, even to stand with us. We have our till number, that's 51 39 54 3. 51 39 54 3. That's our till number. We also have our M-Pesa number. That's 0722 39 555. 0722 239 555. Crusaders for Christ, Nairobi City Stadium. May the Lord our God bless you all. In the name of Jesus. Shalom, shalom, shalom. Let's meet in the evening by God's grace. Thank you all. Amen.